Anikula hapo inaanza na maelezo ya kwamba miaka ya nyuma mtu akifariki alikuwa haziku papo hapo, yani haziku chini ardhini. Badala yake maiti yake inapelekwa kwenye msitu wa siri. Sababu ni kwamba inaaminika kuwa mtu huyo ni lazima hukumiwe kwanza. Kivipi sasa? Kuna ndege anaitwa Akara. Huyu ndege atamfufua mtu na kuangalia kama mtu alikufa kwa wakati unaofaa au la. Na kama bado huyo mtu wakati wake haujafika, basi ataendelea kuishi. Lakini kama muda wake umefika, huyo mtu atarudishwa kwa wafu aendelee kupumzika kwa amani. Sasa tunamuona mtu ambaye alikufa alafu akafufuliwa na ndege Akara. Jina lake anaitwa Saro. Kwa hiyo ndege akauliza, nini chanzo cha kifo chako? Saro akaanza kuelezea. Kwa hiyo jamani, kwa makini kabisa naombeni tusikilize sababu ya kifo cha Saro. Basi bana, kwenye kijiji cha Oyoile walikuwa na sherehe yao leo. Watu kibao kutoka maeneo mengine kadhaa ya Kioruba wako hapa. Wengine wamekuja kwa ajili ya hiyo sherehe na wengine wanahamia kabisa moja kwa moja hapa, wanatafuta maisha bora zaidi. Kwenye hiyo siku sasa Saro naye akafika. Kijana mdogo, uko hapa kwa ajili ya sherehe? Mimi siko hapa kwa ajili ya sherehe. Kwanza sherehe gani? Saro hana hata mpango na hayo yote. Yeye kaja kufanya biashara zake tu. Sasa kesho yake, kwa kuwa mchizi ni mgeni kwenye hii ardhi, hakuwa na sehemu ya kulala. Hivyo akajikuta kalala nje ya nyumba ya mama mmoja hivi anaitwa Awarun. Awarun akamuuliza, "Umetokea wapi wewe?" Saro akasema yeye ni msafiri tu, kalala usiku mmoja hapa na ataondoka. Usiondoke. Wakati wanaongea, kuna mfua vyuma mmoja anaitwa Akanji. Alikuwa anawaangalia sana. Anamjua huyu mwanamke vizuri mno. Kwa hiyo akawa anamwangalia tu Saro. Nzi mwingine yuko mbioni kunasa kwenye mtego wa buibui. Awarun akamuuliza Saro kwamba, "Oh, sasa kwa nini uko hapa na unafanya nini?" Saro akasema katokea mji mwingine unaitwa Bogon, lakini anasafiri maeneo mbalimbali, anatafuta soko jipya ili aanzishe biashara yake. Biashara gani? Mchizi akasema anafuma vitambaa vya Asofi. "Oh, una bahati sana umekuja hapa. Na ukionyesha uwezo wako mapema utafanikiwa kwenye huu mji. Kwani jina lako nani?" Mchizi akasema Saro. "Okay, usiondoke kwanza. Ngoja nikakutafutie chakula ule." Huyu mama anataka kuilisha kabla ya kuila. Kisha tunaoneshwa makwini wa Oyo. Mkubwa wao wote anaitwa Queen Mother. Queen Mother akamuita Princess Kikelomo, mtoto wa malkia watatu. Akamuitia Queen Alorake amwambie kwamba msusi wa kifalme amefika. Hey, mtoto wangu sio mtumwa mpaka aende huko ulikomtuma. Mtume mwingine bana. Na kama huyo Queen Alorake anataka sana kuwa anatuma watu, akazae watoto wake mwenyewe awe anawatuma. Sasa huyu malkia watatu akiwa anaendelea kupayuka, Princess Amoumi, mtoto wa malkia wa pili, akanyanyuka na kwenda kumuita Alorake mwenyewe ili mambo yasiwe mengi. Hawa wanawake wana shida sana. Kwa hiyo akamuita Alorake nje. Queen Mother mke mkubwa akamwambia Alorake kwamba asiwajali hawa, wanamuonea wivu tu kwa sababu yeye ni mke mpya na ni kipenzi cha mfalme, na akambariki kwamba atapata watoto wake mwenyewe muda so mrefu. Huku Awarun akamuuliza Saro na mpango gani sasa wa kufanya akiwa hapa Oyo. Saro akasema, nimepata kazi tayari, kwa hiyo nitaendelea na mchongo wangu wa kufuma vitambaa baadaye. Awarun akamshauri mchizi aje kumfanyia kazi yeye, atamlipa alafu atakusanya pesa zake taratibu na kuanza biashara yake mapema. Basi akampeleka kwenye kiwanda chake cha kutengeneza vyungu, akamtambulisha kwa kila mmoja. Alafu sasa Saro ni mchapakazi sana. Yaani ni mchapakazi kinoma. Tutajua baadaye kwa nini namuita mchapakazi. Kwa hiyo Saro akaanza kufanya kazi. Alikuwa na wasiwasi kidogo mwanzoni kwa sababu hajawahi kabisa kutengeneza vyungu hapo mwanzoni. Lakini kuna mfanyakazi mmoja akamwambia asiogope kwa sababu kuna idara mbalimbali. Kama hataweza kufanya kipengele hiki, anaweza kuhamia kipengele kingine. Huku Queen Alorake akaenda kukutana na malkia mkuu anaitwa Ujuola kuchukua kioo chake alimwazima hapo awali. Ujuola akasema, "Mbona nimesharudisha kioo chako? Hata hivyo nikikiona ndani kwangu nitakuletea kwako, sawa?" Ila Alorake anaondoka hivi. Kuna Ujuola akamtukana kimya kimya kwamba huyu msichana anachojua yeye ni kukaa tu kwenye kioo na kuvaa. Sasa mida ya jioni baada ya soko kufungwa kwa hiyo siku, mfua vyuma akamwambia Saro kwamba asikae sana hapo sokoni mida usiku kwa sababu ni hatari. Hatari? Kwa nini? Akanji akasema, "Mimi nishakwambia kama utakaa hapo usiku yatakayotokea utajionea mwenyewe." Sasa usiku huo mfalme na malkia Ujuola wako kitandani wanataka waanze kazi ya usiku sasa. Mara Ujuola akasema kitu ambacho hakupaswa kusema. Akaanza kumuuliza mfalme maswali huku akimtuhumu kwamba amemtelekeza yeye kwa ajili ya Queen Alorake. Queen mdogo zaidi. Yaani analalamika kama waga apewi muda kabisa. Mfalme akapata hasira na akaondoka kwa Ujuola kwenda kwa Alorake. Inasikitisha sana, bora angekausha tu. Sasa ile anaingia chumba cha Queen Alorake. Mfalme, mimi sitaki matatizo eti. Leo si usiku wa Queen Ujuola. Mfalme akamshawishi sana. Mfalme wangu, mimi niko kwenye siku zangu. Alorake hataki kabisa mfalme aingie. Lakini licha hayo yote, mfalme bado akaingia kinguvu. Basi tuje huku kwa Saro, tujue kwa nini nilikuwa namuita mchapakazi na kwa nini Awarun aliamua kumsaidia. Wakati Saro kalala usiku huo, Awarun akaingia kimya kimya. Akaanza kumpapasa pale. Saro akamka akastuka. Lakini hakustuka. Ni kama alikuwa anajua kinachoendelea. Kisha akafanya mapenzi na Awarun na akamnyoosha kiasi kwamba kesho yake kazini akapewa chakula kingi alafu kizuri. Muda huo wenzake wanakula vyakula vya kawaida tu vya kila siku. Saro anapewa energy ya kutosha kwenye msosi.
Hata hivyo anahitaji sana kwa sababu ana kazi nzito mno ya kufanya usiku. Huku nako Ojwala akamletea kioo Arolake. Ungemtuma tu mtoto aniletee, usingejisumbua. Akasema hapana, sikutaka wakivunje. Kisha akamwambia yeye ni kipenzi cha mfalme. Arolake akasema hapana, sio mimi, ni wewe. Okay, kama ni mimi, kwa nini mfalme kwenye zamu yangu waga anaondoka chumbani kwangu na anakuja kwako? Na Ojwala kalijua hilo kwa sababu kuna queen mwingine alimwambia. Akaanza kumuita Arolake mchawi. Arolake akasema mimi sio mchawi eti. Hata kama ningekuwa, ningezitumia nguvu zangu za kichawi kwenye mambo mengine ya maana kuliko kugombania mzee mmoja. Yaani umemuita mfalme mzee? Arolake akasema hicho sio anachomaanisha. Ojwala akaendelea kumtukana huku anamuita mgumba, anamcheka. Anasema wakati sisi tunamzalia mfalme watoto wa kifalme, yeye Arolake ni bure kabisa. Anatumiwa na mfalme kwa ajili ya starehe tu. Tafadhali nipe kioo changu. Ojwala kwa makusudi kabisa akakiangusha kioo kikavunjika. Alafu kipindi hiko unajua vioo vilikuwa ghali sana, mpaka watu walikuwa wanauzwa kama watumwa kwa sababu ya vioo. Mida usiku mwingi kama kawaida, Saro akaingia tena mzigoni kwenye shimo la kilomita nyingi. Kesho yake Akanji akashindwa kujizuia, akamuita Saro na akamuonya kwamba awe makini sana na Awarun, sababu huwa anaruka na kila kijana mpya anayekuja hapa kijijini, anawatumia kujiridhisha mwenyewe kisha anawatupilia mbali. Badala ya Saro kupokea ushauri, akamwambia Akanji, mnyamaza, unaongea ujinga gani huo? Haya bana, huku kuna Arolake anakuja kukana makwini wengine watengeneze shanga. Kwa bahati mbaya kuna shanga zikaanguka chini. Mtoto wa kwini watatu akataka kumsaidia Arolake kuokota zile shanga. Mara mama akamka haraka akamtoa eneo la tukio mwanae. Queen Mother akasema nenda taratibu basi. Si anamsaidia tu Arolake kuokota shanga? Kwa nini binti yangu amsaidia kuokota shanga? Kwani ni mtumwa wake? Anatakiwa azae wa kwake mwenyewe. Inaumiza sana hii. Arolake ikabidi aondoke eneo la tukio. Basi mida usiku mwingi Arolake hakuweza kulala. Akawa amekaa tu anaangalia dirishani. Muda huo huku Queen watatu anamsubiri mfalme aingie chumbani kwake. Leo ni zamu yake. Na kama malipo, Queen Arolake akamtuma mtumishi mmoja akamwambia mfalme kwamba kaumia, anahitaji msaada wake. Msaada? Mfalme akafika eneo la tukio mapema. Ilikuwa ni trick tu ya kumleta mfalme chumbani kwake. Na akawa kamuibia Queen watatu usiku wake na mfalme. Kwa hiyo ikawa Queen Arolake moja, Queen Sunkami 0. Limshangazi Awarun likampeleka Saro kwenye kiwanja ambacho ataanza kufanya biashara yake sasa. Na kweli mzee, ofisi ikatengenezwa ikiwa na wanafunzi wawili wanaojifunza kufuma vitambaa. Na pia Awarun akawa anampelekea wateja kabisa. Huku Queen Arolake yuko chumbani kwake. Punde kijakazi akaingia. Ni sura mpya, mtu tofauti kabisa. Wamemtuma mletee Queen dawa zake za kienyeji za kuongeza uwezo wa kuzaa. Queen Arolake akashangaa sana mwanzoni. Yuko wapi anayeleteaga dawa kila siku? Akasema mimi sijui, wameniambia tu nikuletee. Okay. Akachukua akanywa, kisha akamrudishia kibuyu kijakazi aondoke nacho. Inaonekana kabisa kuna kitu hakiko sawa hapa. Anyway, tutajua huko mbele. Baadaye huko sokoni, Saro akaona sura mpya. Kuna mchizi kaingia hapa kijijini. Na wote tunajua kabisa watu wageni waga wanakwenda wapi. Usiku wa siku hiyo, Saro kama kawaida huko tayari anausubiri mshangazi wake uje. Lakini haukutokea. Akashangaa sana, vipi leo? Ikabidi atoke kwenda kumcheki nyumbani kwake. Kwa hiyo ile anafika hivi, akakuta mshangazi wake huko na mwanaume mwingine, ule mchizi mgeni anaitwa Akano. Kwa bahati mbaya, Saro akagonga mavitu yakawashtua huku ndani. Akano akatoka nje chapu kuangalia ni nini iko. Muda huo Saro kajificha mbali na wacheki tu, ana hasira vibaya mno naambiwa. Basi bana, kesho yake kazini Saro ana raha. Akawa hata aimbi kama kawaida yake, mpaka wanafunzi wake wakaanza kumuomba awaimbie basi. Mchizi akawatimua, mtokeni hapa kaendelee na kazi huko. Punde Awarun akafika. Akawasalimia wote lakini Saro akagoma kumjibu. Kwa kuwa Awarun ni mtu mzima akawa ameelewa kila kitu. Hivyo akawatuma wanafunzi wakafanya kazi pengine huko ili abaki anaongea na Saro maongezi ya kikubwa. Walivyoondoka, Awarun akamuuliza, "Kwa hiyo shida nini?" "Naongea na wewe eti." Saro akasema, "Ulikuwa na nani jana usiku?" Awarun akaanza kucheka. "Hebu angalieni huyu mjinga. Kwa hiyo ni wewe ndio ulikuwa unatuchungulia jana usiku?" Akamtukana kishenzi Saro. Akamwambia ana uwezo wa kufanya chochote na yoyote muda wowote na hakuna wa kumuuliza. Lakini kumbukeni Akanji alimuonya kabisa Saro mwanzoni. Awarun ni mla wanaume. Bana, hii ni hatari. Basi mida usiku mwingi, Awarun akaja kwa Saro kumwomba msamaha. Saro akawa anamwambia inabidi waoane. Awarun akasema, "Jamani, Saro, siwezi kuolewa na wewe. Wewe ni mdogo sana kwangu. Tuendelee tu na wazungu hivi sawa hayo mengine." Kisha akampa taarifa njema kwamba amempendekeza Saro kwa maqueen. Wanahitaji nguo mpya, kwa hiyo Saro ndo atakuwa anawatengenezea. Wow! Saro akafurahi sana, anaenda kufanya kazi na wafalme. Sasa kutokana na hiyo furaha, mchizi akaingia tena kwenye nyama nyekundu ya kilomita nyingi. Kwa hiyo kesho yake mchizi akafika kwenye kasri, maqueen wakaanza kufanya machaguo yao pale. Wakachagua nguo wanazotaka ikiwemo na nguo za maprincess, yani watoto wao wa kike.
Sasa kuna kiprincess kimoja, kiprincess Omoumi, kikaanza kuzimika kwa Saro. Kwa hiyo maqueen wote wakafanya machaguo yao, lakini msubiri. Kuna mmoja anapelea, ni Queen Arolake. Kijakazi akamwambia mchizi, subiri, naenda kumuita haraka. Sasa ile Arolake anatoka nje hivi na ile kutazamana tu, Saro akadondokea penzini. Yaani akampenda hapo hapo. Kapenda mke wa mfalme. Ila ujamaa bana, I hope wote tumeshaona chanzo cha kifo chake sasa. Bila usiku wakati anarudi nyumbani, akahisi kuna mtu anamfuata kwa nyuma. Akawa anaangalia nyuma mara kwa mara. Lakini akaendelea tu kwenda. Ile anaingia kakipande kamsituni ili atokee upande wa pili, kuna Arolake akamrukia, akamvua nguo na yeye akapandisha tu kanga. Kika happen. Hii nayo inakuaga ya moto. Huko nako Princess Omoumi akashindwa kabisa kuzuia hisia zake juu ya Saro. Badala ya kuongelea nguo mpya alochagua, akaishia kumuongelea fundi tu. Mama akasema nilijua tu. Niliona wakati mnaangaliana. Yaani Omoumi kapagawa kishenzi, akasema ukweli useme tu mama, ni handsome bana. Tafadhali mlete tena kwenye kasri, nataka kuchagua nguo zingine. Hey, princess. Saro akafika nyumbani mwepesi kinoma, akakutana na mshangazi wake unamsubiri, na umeshajua kuna kitu kiko sawa. Saro, unatoka wapi? Saro akasema, kwa nini unauliza? Kwani mioga na kuuliza unakokwenda? Anyway, kuna sehemu nilisimama nikawa naongea na washikaji zangu. Haruna akasema, wewe unadanganya kwa sababu unakujua hauna hata hao marafiki. Saro akasema, mbona nao wengi tu? Haya sawa. Kesho yake Princess Omoumi akakutana na Queen Arolake. Akamwona jinsi Arolake ana furaha sana leo. Jana sikala bana. Omoumi akamwambia atoke nje wakae juani walau ngozi yake ipate vitamin. Arolake akasema hapana, yeye hapendi jua, ni kali sana, ni heri mwezi. Mwezi ni mpenzi mpole. Alafu kumbuka, mwezi, mpenzi, Saro, mapenzi taratibu. Princess akasema, mimi hata sielewi unaongea nini. Akasema, usijali, utanielewa muda so mrefu. Subiri baba yako akutafutie mwanaume, prince fulani handsome. Humo akasema atachagua mwanaume mwenyewe anayemtaka. Arolake akamuuliza kama ana mwanaume. Humo akasema hakuna mwanaume mzuri ndani ya kasri siku hizi. Labda yule fundi nguo Saro. Mtu ambaye katoka kukinukisha naye jana. Unampenda? Princess akasema wala hata hapana, ni vile tu anavutia na anaonekana vizuri na atakuja kwenye kasri leo. Kweli mzee. Saro akaja kwenye kasri kukutana na Princess achague nguo nyingine. Princess kapagawa vibaya mno. Lakini badala yake macho ya Saro akawa anazunguka kila kona anamtafuta Queen Arolake alompa unyama jana usiku. Arolake hakutokea. Hata wakati anarudi nyumbani akasubiri sana huku msituni labda atapata unyama kama jana. Lakini hakuna alotokea. Saro amini macho yake, anaenda kulala hivi hivi. Ikabidi aende nyumbani tu. Sasa ile anaingia ndani kwake hivi, Otea akamwona nani anamsubiri. Kama kawaida, Awarun. Lakini sio Awarun, ni Queen Arolake. Raundi hii akayafunua kabisa, akawa anamuonesha yalivyo. Umeyaona Haya njoo. Mchizi alitaka kupagawa, akavua nguo akajitupia kitandani. Baadaye wakaichapa sana mpaka ikachanganyikiwa. Sasa ubaya ukaja ni kwamba Princess Omoumi akaja kwenye chumba cha Arolake, lakini hakumkuta. Atakuwa wapi huyu? Sasa ile anataka kutoka hivi, Queen akaingia. Ulikuwa wapi? Akasema, nilitoka mara moja kwenda kupata upepo kwenye mwanga wa mwezi. Si unakumbuka nilikwambia napenda sana mwanga wa mwezi? Omoumi akawa anayaweka tu kichwani hao maneno yake. Kesho yake Saro akaja kukutana na Awarun huku kwake, kumwomba zamani kutokea usiku wa jana. Awarun akasema, mimi sijakukasirikia, ila nina hofu sana juu yako. Anasema, yani unajibebesha mzigo mzito kuliko uwezo wako. Akamuonya mchizi awe makini sana, kwa sababu upanda na uchezo utamuingiza kwenye matatizo makubwa. Basi mida ya usiku kama kawaida, Queen Arolake akatokea tena. Tafadhali rudi basi kwenye kasri. Arolake akasema, hapana, nimeshafika hapa, acha tu enjoy tu. Kwanza nimekumisi, nataka kukuona. Baada uzito kupunguzwa, Arolake akasema hii ni mara yake ya kwanza na amani sana kwenye maisha yake. Kisha akamuelezea Saro ilivyokuwa mpaka akaingia kwenye kasri. Kumbe mfalme alimuoaga toka akiwa msichana wa miaka 15 tu. Alikuwa mdogo sana. Kwa hiyo toka iko kipindi amekuwa akiishi ndani ya kasri. Ameshawahi kujaribu kujiua mara kadhaa lakini akawa anashindwa. Sasa unakumbuka ile dawa ya kienyeji ya kuongeza uwezo wa kupata mimba alioletewa ile siku? Kumbe ilikuwa ina sumu bana. Kuna queen mwingine alimwekea sumu, ila alipona. Kwa hiyo sehemu pekee anaweza kupata furaha ni kwake tu, Saro. Sasa tatizo ni kwamba mtu yeyote akiiba filimbi ya mfalme ataichezea wapi? Ataipuliza wapi? Kwa hiyo Saro naye akaelezea story yake. Alikuwa na miaka 6 tu kipindi anatimuliwa nyumbani aende kujitafutia. Kwa hiyo sasa yuko free ndani ya Oyo na ana kazi yake kabisa. Kwa hiyo ni either afe au afanikiwe. Hawa washikaji wameamua sasa. Hawajali tena kuhusu yoyote wala chochote. Saro akasema ni kifo tu ndo kitawatenganisha.
Harolake akatoa wazo kwamba wakimbie usiku huu, at least tuende sehemu ambapo hakuna mtu anawajua ili wakaanze maisha mapya. Anasema hawezi kabisa kurudi kwenye yale maisha mabaya ndani ya kasri. Hai, hii ni mbaya sana. Lakini si unajua nguvu ya mapenzi. Saro akafanya maamuzi magumu mno, akamkubalia ombi lake. Harolake akatoka kwenda kupaki mizigo yake. Huku nje, Princess Omomi aliona kila kitu. Alistuka sana kuona Queen Harolake ana mpenzi mwingine. Alafu pia mpenzi mwenyewe ni kipenzi chake Saro, mwanaume anayempenda sana. Kwa hasira kali, Princess akapiga kunga, akaanza kumtukana Harolake kwamba ni malaya na ni mwizi wa wanaume za watu. Kisha akaondoka kaenda kuripoti kwa mama yake. Kijiji kizima kilisimama ule usiku. Ile Saro anamaliza kupaki nguo zake, anatoka sasa akutana na Harolake waondoke. Saro akakamatwa kweupe. Yani akakamatwa kwenye ultra high quality definition 4K. Mfalme na machifu akatoa amri kwamba Saro atolewe nje ya mji na apigwe mpaka afe. Saro alipigwa kishenzi. Pigwa kishenzi mpaka mwana akafa. Na Harolake alikuwepo pale anashuhudia kila kitu. Kipenzi chake Saro kaenda na maji. Sasa mpaka hapa tumeshajua chanzo cha kifo cha Saro. Alitafuna zaidi anavyoweza kuvimeza, licha ya maonyo yote aliyopewa. Mpaka Awarun naye akahisi uchungu wa msiba. Mwili wake ukawa unamwambia kabisa kwamba Saro hatunaye tena. Kesho yake asubuhi, yule ndege Akara akaja kumjaji mchizi. Kumbuka kwamba ndege huwa anamfufua mfu kwanza, kisha ndo anaanza kumuuliza maswali. Ndumba yenye nguvu za kufufua mtu ambayo huyu ndege waga anaitumia ilikuwa pale pembeni tu. Harolake akaruka kutoka machakani, akampiga ndege na fimbo nzito. Ndege akapaa juu kidogo, akachukua ile ndumba ya kufufua, kisha akamchukua na Saro. Ilikuwa ni kivumbi, lakini wakaweza kutoroka kwenye mipaka ya Oyo ile. Wakaanza kuzunguka tu msituni, hawajui waelekea wapi. Wakatumia siku nyingi sana. Wakawa wanakwenda tu, anakwenda. Harolake anampenda sana mchizi. Lakini swali ni kwamba mchizi naye anampenda kama anavyopendwa. Sasa kuna siku Harolake akawa kachoka kutembea. Mwili wangu unauma na nina njaa sana. Tungebaki tu kule Oyo watuue. Saro akasema, Harolake, mambo gani sasa hayo unasema? Kisha akamwambia mnisubiri hapo nikatafuta chochote cha kula. Baada ya mchizi kuondoka, Harolake akatoa ile ndumba ya ufufuo ili aiangalie vizuri. Baada ya kusikia kama Saro anarudi, akaificha tena. Saro akauliza, ulificha nini wakati ninakuja? Akasema, hapana, hakuna kitu, sijaficha chochote mimi. Basi sawa, wakaendelea kula papai lao. Pia wakapata na mtaro mmoja wa maji, wakainama wakanywa. Walau sasa hivi kidogo wametuliza akili. Basi wakaendelea na safari yao. Wakiwa njiani mida fulani ya jioni hivi, wakakutana na mwindaji mmoja. Wasafiri, habari za jioni? Wakamuuliza ni wapi kuna kijiji cha karibu. Mwindaji akasema, kijiji cha Ijumo kipo karibu, lakini hawezi kufika huko sasa hivi, giza litawakutia njiani. Saro akasema ni sawa pia, yeye awaelekeze tu. Ile wanaanza kwenda sasa, mwindaji akamwambia tena kwamba wauza watumwa wako mbele tu hapo, na wanaweza kuchukuliwa kama watumwa pia. Wauza watumwa? Akamwambia ndio. Kisha akawashauri wamfuate mpaka kwenye kibanda chake humu msituni ambacho waga analala, alafu kesho yake ndo anarudi nyumbani. Kama mkitaka nifateni, kama mtaki msinifate. Lakini hawana chaguo, wakajikuta wanamfuata tu mwindaji. Basi bana, kesho yake asubuhi wakaja pamoja kwenye kijiji cha Ijumo ambapo ndo mwindaji anaishi. Lakini msubiri, kuna kitu kibaya sana kimetokea. Mtoto pekee wa mwindaji anaitwa Akin kafariki. Kwa hiyo watu wanapiga kunga, wanalia kishenzi kama vile mtu kafa. Amekufa kweli. Inasikitisha sana hii. Harolake akawa anaangalia, lakini anashindwa kuvumilia maumivu. Kumbuka kwamba ana ile ndumba ya kufufua watu mikononi mwake, na Saro naye hajui lolote kuihusu, hajui hata kama anayo. Hawawezi kumwangalia mtu alowasaidia anateseka kiasi hiki. Hivyo Harolake akamuita Saro pembeni, akamwambia, hivi unakumbuka nilikwambia yule ndege alivyokurudishia uhai? Saro akasema ndio. Kisha akatoa ule unyama sasa. Saro akauliza hicho nini? Akaogopa sana. Harolake akamwambia usio muoga, sasa hivi ni muda wa kuwa jasiri, kwa sababu maisha yetu yanaenda kubadilika kabisa. Basi Saro akachukua kile kichupa, kisha akamsogelea yule dogo marehemu, akatumia ndumba akamshika paji la uso, kisha akaongea kwa sauti, "Arise!" Kila mtu akakimbia kishenzi. Dogo kaamka, imewezekanaje hiyo? Yaani hao maswali wanajiuliza huko anakimbia. Ogopa sana. Mwindaji akafurahi sana, akawapa na chakula cha kutosha kama shukrani. Sasa wakati wanakula, vijana wa mfalme wakaja kuleta taarifa kwamba mfalme anataka kumuona mfufuaji haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo, huko wanamuimbia na nini, wanamsindikiza kwa nyuma. Saro tayari kawa maarufu ugenini, na wakampa jina Anikulapo, lenye maana mwenye kubeba kifo mfukoni. Yaani ikawa kama mungu wao. Ile kufika kwenye kasri, mfalme akauliza, "Wewe ndo kijana unakuita Anikulapo?" Akasema, "Mfalme, jina langu mimi sio Anikulapo." "Kwa hiyo jina lako ni nani?" "Jina langu naitwa Saro, kutokea kijiji cha Bogon." Wakamuuliza kuhusu dogo aliyemfufua kama ni kweli, maana wameona taarifa tu kwa miladi yayo, na wakamuuliza kama anaweza kufanya tena. Saro akasema ndio. Washikaji wakashangaa.
Hakuna kitu Mungu anashindwa kufanya. Chifu mmoja akamuuliza tena, umetoa wapi hizo nguvu? Saro akasema hawezi kutoa hiyo siri. Basi mfalme akambariki ardhi, nyumba mpaka vijakazi. Kwa sasa Saro ni mtu mkubwa sana. Anikulapo himself, mwamba pekee anayeweza kufufua. Mchapakazi. Bana. Basi mida ya usiku, Arolake akamuuliza Saro kuhusu mfalme. Akasema nimeambiwa ni bubu haongei. Saro akasema hapana, wala sio bubu. Anaongea na wanaye na mkewe, pia anaongea na machifu kwenye faraka. Lakini hata hivyo hiyo sio sababu tuko hapa. Mtu achane nayo. Kisha Saro akasema okay, kwa sasa tuna nyumba kabisa, vipi kuhusu kazi? Natakiwa kufanya kazi eti ili niweze kuhudumia familia, au niwe nafufua tu watu huku na kule? Hicho ndio kitu nataka niwe nafanya kwenye maisha yangu. Arolake akasema hapana, kuwa mvumilivu tu. Kisha wakacheka sana. Kesho yake asubuhi watu kibao wakaleta wapendwa wao waliofariki Saro awafufue. Na bila iana mchizi akawafufua wote, mpaka vikongwe ambavyo vilikuwa vitaki hata kufufuliwa. Watu wakaendelea kumsifu na kumwabudu, anamletea vyakula, mifugo, yani kila kitu cha thamani kwa kipindi hicho. Saro akawa anakula sana maisha. Arolake naye akawa na vijakazi wanaomzingatia. Sasa siku moja wakati Saro anarudi nyumbani, akaona kitu. Kijakazi wa Arolake anaitwa Omowon alikuwa kaweka silaha yake ya makalio, position na engo, jinsi kalio lilivyowekwa na jinsi hips ilivyojichonga. Saro hakuweza kuvumilia. Kumbuka mwana ni mchapakazi sana kwenye hizi mambo. Basi bana, chifu priest wa kijiji cha Ojumo akakutana na mfalme na akamuonya sana awe makini na huyu mtu anayejiita Anikulapo. Wanatakiwa kuwa makini sana na huyu jamaa. Hata hivyo, atimuliwe tu hapa kijijini ikiwezekana. Machifu wengine wakasema huyu jamaa na wivu tu na Anikulapo kwa sababu yeye hana nguvu ya kufufua wafu. Mimi tena? Chifu priest akasema tena kwamba Anikulapo atafariki muda so mrefu, na kama kweli yeye ni yule anayedai kuwa ndiye, basi mfalme amwamuru walete walinzi akachunguzwe. Huku Saro bado anapambana na mtihani. Si unakumbuka alikutana na maswali yake jana? Jinsi kijakazi wao Omowon anavyojiweka mbele yake. Nahitaji kumaliza haya mahesabu aisee. Akarudi akaandaa vizuri kitanda ili aweze kupiga mahesabu vizuri. Kisha akamuita kijakazi ndani, akajifanya kama vile kuna mdudu kaingia jichoni. Puliza. Maskini mtoto wa watu anapambana kwa wema kabisa kumpuliza. Mwisho akashikwa kiuno, akalika kama wengine tu. Baadaye Saro akaalikwa kwenye kasiri tena. Chifu priest akaanza kumuuliza kuhusu huyo Mungu wake. Mfalme naye akasema wanataka tu kuzijua hizo nguvu alizonazo kwa kina zaidi. Saro akasema nguvu zake zinatoka kwa Mungu kabisa. Chifu mmoja akaanza kumpa sifa Saro. Akawa anasema vitu vizuri tu kuhusu Saro. Saro akasema naona kama mnanishambulia, sasa kwa nini mnaniuliza kuhusu nguvu zangu? Chief priest akamwambia Saro ampe ile ndumba ya kufufua watu ili ajue kama itafanya kazi kwa mtu mwingine au ni kwa Saro peke yake. Mfalme naye akasema sio kwamba wanamshambulia, wanataka tu kujua kama yeye na hiyo ndumba yake havitoleta madhara yoyote kwa wanakijiji hapo baadaye. Saro akawaambia kama mnataka niondoke kijijini kwenu, mimi nitaondoka, na kama kuna yoyote badala yangu mimi. Saro akaishika hii ndumba, basi huyo mtu awe tayari kufa papo hapo. Saro akanyanyuka akaondoka bila hata ruhusa kutoka kwa mfalme. Wiki mbili baadaye huko nyumbani, hesabu alizopiga Saro kwenye mwili wa huyu binti, majibu yake yametoka. Yaani ana mimba. Omowon akamwambia Arolake kwamba ana mimba. Arolake akamuuliza nani anahusika. Omowon akashindwa kabisa kusema kama ni Saro. Hakusema kitu, akawa analia tu. Punde Saro akaingia mundani. Ana shida gani huyu? Wewe umefanya nini? Ongea basi. Arolake akasema ana mimba huyo. Omowon akawa anajikanyaga, anatoa ishara kwa Saro kwamba ni kile alichokifanya. Arolake akaelewa zile ishara. Saro, umefanya nini sasa? Arolake alikuwa juu upande wa pili wa Saro kwamba ni mchapakazi, yani anapenda sana ngono. Yeye alikuwa anatafuta mtu wa rika lake tu na sio kudeti na mfalme mzee. Saro naye akakubali kwamba ni kweli amemtwisha mimba Omowon na mtoto akizaliwa atakuwa mtoto wao tu. Akasema anampenda sana Arolake, lakini ni kwa muda gani sasa watakaa bila mtoto? Kwa hiyo Omowon akiwasaidia kama hivi inakuwa afadhali. Arolake akawa analia sana. Anakumbuka jinsi yule Queen alivyokuwa anamwambia kwamba yeye ni kwa ajili ya starehe tu. Kisha tunatupa miaka kadhaa baadaye. Saro kapata mwanamke mwingine, yani mwanamke wa tatu. Arolake kakaa tu huko nje na mtoto wa Omowon. Alikuwa analia, kwa hiyo akataka kumsaidia. Lakini badala yake Omowon akaanza kumtukana tena Arolake. Anatumia udhaifu wake wa kushindwa kushika mimba. Na badala ya Saro kutuliza ili ghasia, akaanza kumlalamikia Arolake kwa kuweka shanga zake karibu na mtoto. Wewe Mungudu, mchizi akamuita kijakazi wake aje amsaidie Arolake kuokota shanga zake. Arolake akasema, "Usijali, sihitaji msaada wako." Na huyu mke mpya, Dimpe, naye akaanza kumtukana Arolake, anamuita Queen wa maigizo. Amejuaje kama Arolake alikuwa ni Queen? Saro, nini sasa hiki umefanya tena?
Usiku huo Arolake akamfuata Saro kumwambia jinsi alivyomuumiza mara kibao na kuusaliti uaminifu wake. Kamfanya awe kituko mbele za watu, katoboa siri yake kwa hicho kimke chake kichawi. Hivi kwani unafikiri itakuwaje endapo taarifa zitafika Oyo ile kwamba mke wa mfalme ni mzima na anaishi vizuri tu huku na Saro? Saro yeye akawa ajali haya maneno. Arolake akamuita Saro ni mwanaume asiye na shukrani mara kofi. Saro kampiga Arolake kwa mara ya kwanza kabisa. Dada akacheka tu kisha akaondoka. Kesho yake asubuhi mfalme akamuita Saro, mtoto wake wa kiume kafariki hivyo inabidi akamfufue. Saro anadunda kabisa na uhakika anamfufua. Pale kwenye watu wanaolia akamtupia jicho mtoto wa kike wa mfalme, akamtamani. Mfalme akasema chochote unachotaka kwenye hii ardhi atapatiwa. Oh, okay. Saro akasema sawa, wala haitawakosti sana. Okay, unataka nini? Kijakazi akamwambia mfalme kitu ambacho Saro anataka. Nini? Mfalme akamrukia Saro. Tulia basi, tulia. Muangalie Saro. Wala amuogopi tena mfalme. Ana kiburi kupita kiasi. Wewe, umepata wapi ujasiri wa kumtaka binti yangu? Saro akasema, nimekuwa hata nikilipwa zaidi ya hivyo na watu ambao wana appreciate nguvu zangu. Mfalme akamuita Saro ni mpumbavu na asiye na shukrani. Mimi sina shukrani? Ninamiliki kitu gani kwenye hii ardhi ambacho sijakipata kwa jasho langu? Na kwa inavyoonekana, wewe mfalme ndo hauna shukrani. Hey! Akawaambia washikaji wafikirie ofa yake na watamrudia wakiwa tayari, kisha akaondoka. Baadaye tunawaona wanaume wawili wanaongelea tukio lililotokea kwenye kasri na jinsi Anikulapo alivyoomba kumuoa princess. Arolake naye alisikia maongezi ya jamaa, akasema sawa sawa. Akasimama akaanza kufikiria afanye nini maana tayari kapigwa KO. Akalia sana kwenye maamuzi anayokwenda kuyafanya. Basi kweli mzee, maamuzi akaamuliwa. Arolake akabeba mizigo yake kisha akaondoka nyumbani kwa Saro. Hawezi kukaa tu na kuangalia analetewa mwanamke mwingine tena. Anikulapo akawa na enjoy tu maisha. Mwisho akagundua Arolake hayupo Yuko wapi eti? Amepaki upuzi wake wote akaondoka. Saro akaendelea tu kula chakula chake. Kijakazi akaja kutoka kwa mfalme, akamwambia Saro kwamba mfalme kakubali kutoa binti yake. Kwa hiyo aende kwenye kasri mapema mno. Mchizi akafika eneo la tukio. Nimeambiwa umekubali? Ndiyo, alafu sio mfalme tu peke yake. Queen kakubali, machifu wote tumekubali, paka princess mwenyewe kakubali kuolewa na wewe. Kama tu ukimfufua kakake. Basi sawa. Saro akaanza michezo yake kama vile uko kwenye mazingaombwe makumbusho. Chifu mwaga sifa akawa anashangilia tu kwa kila kitu ambacho Saro anafanya. Mwisho akaweka ndumba kwenye kichwa cha mtoto wa mfalme. Kisha akasema, "Arise!" Kimya. Akajaribu tena. "Arise!" Bado kimya. Hakuna anaye arise. Chifu mwaga sifa akanasema, "Tulieni jamani, tulieni." Sasa kwa nini anatumia muda mrefu? Saro akajaribu tena mara ya tatu. Akapiga arise ndefu kinoma. Arise! Idon cast. Last. Na everybody go choke breakfast. Saru. Kukabinua kandumba, akakuta akana chochote ndani. Ndio tunaoneshwa sasa, kumbe Arolake alitoa unga wote wa uchawi kabla hajaondoka. Alikataa kuwa mjinga kiasi hiko. Saro tayari kachelewa sana. Akatamani kulia, akang'ata kidole. Zile dharau zote alizowaletea wa jamaa itakuaje? Sifa nyingi zimempelekea kuanguka kwake. Akalia sana. Basi Saro akauawa na akawekwa juu ya milima aoze vizuri. Na kama kawaida ndege Akara akaja kumjaji. Lakini najua unajiuliza sasa huyu ndege si walimuibia uchawi wa kufufua? Jibu ni kwamba huu ni ndege mwingine kabisa, sio yule wa awali. Kwa hiyo ndege akamfufua Saro na hapo movie inaisha. Sasa swali linabaki moja tu kwamba tunajua kuna part 2 yake, lakini je, Saro atarudi kwenye hiyo part 2? Okay, tutaona huko mbele.